Wewe ndio umetangaza ufahari. Sasa kama umetangaza ufahari, hapo unaenda kujitengenezea wewe kufeli na sio ufahari. Kwa sababu haiwezekani watoe watu kijijini, walete mjini, kipindi ambacho wewe mwenyewe mjini ni lofa, unapambana. Wewe mwana nani anafanya hivyo? Hata waliofanikiwa, Balesa alitangulia yeye mjini. Alivyofanikiwa ndo akavuta na watu wake, na sio Balesa. Hata Gharib alianza yeye kupambana. Alivyoona vitu vimekaa sawa ndo akaanza kumuelekeza bwana mdogo, sasa Salah pita hivi, bwana mdogo fulani pita hivi, sio nani pita hivi. Utajiri unatengenezwa, utajiri hauji tu. Hawa matajiri tunaowaona leo sio kwamba walizaliwa kuwa matajiri, hapana. Hawakuambatana na watu hivi kama wenda wazimu. Sasa mbona wananisumbua mara tunataka kuja sio na nini? Usikubali kusumbuliwa, kwa sababu binadamu kusumbuana ndio imekuwa changamoto yao, ndio imekuwa shida yao. Yaani binadamu muda wote wao wanataka vile ambavyo vitu virahisi hawapendi. Yaani wana sasa hivi ombaomba walivyokuwa wengi. Watu wana mikono, wana miguu, wana macho, wana akili timamu, ila ni omba. Wanaomba pasi na vitu vya msingi. Imefikia stage mtu anaomba mpaka matumizi ya mwanamke. Mtu anaomba mpaka pesa ya binafsi. Basi mimi nitapunguza sasa, kama uko bwana nataka kuja huku kukaa mwezi. Itabidi wakae hata wiki 2 hivi waondoke. Sasa mimi matumizi kile ya chumba. Yako hivyo ni mke na mume. Kama wewe peke yako basi ishi peke yako. Ukianza kuwaleta watu tena hapo inakuwa ile sio. Hii inakuwa kama maskani. Na hapa sio maskani. Hapa ni home. Kwa niwaambie hiyo imeshindikana. So uambie imeshindikana, haiwezekani. Uambie tu haiwezekani. Na hiyo mimi nakusaidia wewe. Hiyo mimi nakusaidia wewe. Wewe uambie tu mwenye nyumba ana masharti mabaya. Wewe uambie hivi, mimi sijajua mwenye nyumba wangu mchawi au vipi, ila kaongea vitu vibaya sana. Hiyo nakusaidia wewe kwenye maisha yako kesho na kesho kutwa. Umeona kama sasa hivi? Wewe usipiki. Ndio. Ila wao wakija ni lazima waanze kupika. Kwa utaenda utajaza gesi. Sasa utajaza gesi, na ukiachana kujaza gesi matumizi yataongezeka. Kama ulikuwa unaweza kula chakula cha 3000 peke yako, ina maana sasa hivi utabidi utumie chakula cha 12,000, 3,000 watu 4. Hiyo ni mlo mmoja. Kama usiku 12,000, mchana 12,000, 24,000, au watu wako toka asubuhi wanatakiwa wanywe chai. Si unanielewa? Kwa hiyo amna walau shilingi 27,000 mnaenda kuitumia kwa siku moja. Kwa maisha gani ulofanya kazi sokoni? Sina maisha. Sina. Basi kama hapo ilipofikia hapo, hakikisha wewe unajipambania kwanza. Tengeneza structure yako ya maisha. Usikubaliane na kila kitu. Unajua unapokuwa kijana mdogo, usikubaliane kila aina ya kitu inayokuja kwako tu ghafla. Sawa? Usikubaliane nayo tu. Lazima kitu kinachokuja kwako kiwe na sababu ya maana, kiwe na sababu ya msingi. Ujana ndo sehemu ambayo unaenda kutengeneza uzee wako. Pale ndo utaamua mzeeni uonekane wewe ni mzee wa kishua ama uonekane mwanga. Yaani kuna muda tu mtu akikuangalia anajua mzee mwanga. Kumbe maisha yale. Sasa usiwaite. Leo nimekuelewa sana. Usiwaite, wakataze. Asante. Haya.